sasa tumeshinda kwa sababu tumeshamuondoa huyu kiongozi. Lakini ambacho kimegundulika, ama niseme bahati mbaya zaidi, ni kwamba siku chache kabla yake waziri wake wa mambo ya nje alisema kwamba mfumo wa Iran si wa mtu mmoja, ila ni mfumo mgumu zaidi kwa sababu pia umehusisha ideolojia na masuala ya kidini. Kwa hiyo haijulikani lengo lilikuwa ni kufanya nini. Kama lilikuwa ni kumuua Ayatollah, basi wanaweza kusema kwamba wamefanikiwa katika hilo, lakini haitobadilisha chochote kwa sababu ya mfumo wao. Lakini kama ilikuwa kuangusha uongozi, hiyo inaonekana kuwa ngumu zaidi. Na sasa kuna changamoto kwa sababu aliposema kwamba inaweza akachukua wiki 4 na 5, pale pale akaongeza na kusema kwamba mjiandae kwa vifo zaidi. Kitu kibaya zaidi unaweza kuwaambia Marekani, hasa unapopeleka watoto wao kwenye vita, wakati wewe ulikimbia vita na tayari umefanya mwanao asihudhurie katika vita hivi. Utawala wa Trump unakosolewa kwa namna unavyoshughulikia mashambulizi dhidi ya Iran. Kuna hoja mbili hapa, kuna swala la uhalali wa kisheria na swala la uhalali wa kimaadili. Kutoka mjadala unaoendelea Washington, hoja hizi mbili zinajadiliwa vipi? Kwa hiyo zote zinajulikana kwamba Marekani, hasa Donald Trump, na kwa bahati mbaya zaidi hata katika muhula wake wa kwanza alisema kwamba yeye anajua zaidi ya wabunge, anajua zaidi ya majenerali, anajua zaidi ya mtu mwingine yeyote yule, na ilishaonekana fika kwa kuidhoofisha Umoja wa Mataifa na kuanzisha Board of Peace ya kwake, ni kama vile amekuwa anataka kwenda kuizunguka. Hata wale ambao wanaunga mkono ndani ya Republican kuhusiana na nini kinatakiwa kifanywe kwa Iran, bado wanapinga vipi inatakiwa ifanywe, kwa sababu Republican huwa wanajihisi ni watu watawala wakihafidhina wanaofuata mfumo, na ndicho ambacho Donald Trump anaonekana kutokifanya. Na sasa hivi kidogo kuna uoga kwa sababu kuelekea uchaguzi wa katikati ya muhula, maamuzi aliyofanya, watu wengi wanahisi kwamba hajafuata utaratibu, sio ndani ya Marekani, lakini pia kupitia article ya pili kipengele cha 4 cha Umoja wa Mataifa ambacho pia kimezuia kile ambacho amekifanya. Kwa hiyo watu wanajua fika kwamba amevunja sheria katika maamuzi aliyofanya. Sawa kwamba wamuunge mkono au wasimuunge mkono, ndio kuna ukimya mwingi sana, hasa upande wa Republicans ambao wanahofia namna ambavyo wanaweza kuadhibiwa na watu wao katika uchaguzi wa katikati ya muhula. Harrison, umemsikia hapo Mobelwa akiwa Marekani. Barani Ulaya tunaona mgawanyiko mkubwa kuhusu mashambulizi haya. Uhispania imekataa kuruhusu kambi zake zitumike. Tumeona katika habari ikisema hapana kwa vita, wakati baadhi ya viongozi wengine wa Ulaya wakionekana kuunga mkono washirika wao wa NATO. Mgawanyiko huu unaashiria nini kuhusu sera ya nje ya Ulaya na unaweza kuwa na athari gani kwa Umoja wa Magharibi katika mgogoro huu? Utakuwa na athari kwa sababu hii inaonyesha kabisa na jinsi gani nchi za Umoja wa Ulaya zilivyoamua kuweka maadili ambayo siku zote wanayahubiri, kuweka maadili yao mifukoni, kwa sababu kama tunavyofahamu viongozi wengi wa Umoja wa Ulaya badala ya kupinga uvunjwaji wa sheria za kimataifa wamekuwa wakilaumu Iran, kwa sababu ukiangalia Iran ndio shambuliwa. Kwa hiyo sasa picha ambayo tunapata au dunia inayopata